Kwanza kuna jambo la muhimu kabisa. Nimepita sehemu mbalimbali sijaliona, japokuwa yanaitwa makanisa na kuna misalaba. Moja, watu wanahubiri lakini hawawaiti watu kuja kuokoka. Hapa kipaumbele cha kwanza ni watu waende mbinguni. Kwa hiyo baada ya kufundishwa watu wanaitwa wampokee Yesu Kristo, halafu wanaombewa. Kwa hiyo ni package ambayo Mungu ameamua kuiendeleza, sio kuianzisha, kwa sababu tayari alishairuhusu iendelee. Kwa hiyo anaiendeleza kupitia ibada hii. Sasa hivi katika ukisikiliza vyombo vya habari na maeneo mengine, kwa nyumba za ibada kumekuwa kuna tozo kwamba njoo, lakini njoo na kiasi fulani cha fedha kumwona mtumishi wa Mungu upate uponyaji, njoo ununue hiki na hiki. Vipi kuhusiana na ibada ya leo ni leo hapa BCIC? Tozo hapa leo ni leo. Tozo ipo moja tu ambayo ni imani yako. Imani hiyo ndiyo tozo, na hiyo ni kila mahali. Wengine wanakwenda wanafanyiwa miujiza ya kutengeneza, lakini kwa muujiza halisi, tozo ya kwanza kwa maana ya wewe kujinyenyekeza kwa Mungu ni imani yako. Kwa hiyo hakuna tozo ya aina nyingine ya fedha ya chochote, haipo. Kwanza ni imani yako na utashi wako. Na leo kwenye ibada ya mchana askofu amefundisha juu ya nguvu ya utashi. Kwa hiyo kwanza uamue wewe mwenyewe, halafu kwa imani yako ukiri kwanza, uamini na kukiri ya kwamba Yesu ni Kristo, hapo utapokea wokovu. Nikushukuru sana mtumishi wa Mungu. Labda kama una ujumbe kwa msikilizaji na mtazamaji wetu. Ujumbe wangu ni kwamba hizi ni nyakati za mwisho, na kama tuko katika nyakati za mwisho, hakuna jambo lingine ambalo kwa mtu mwenye ufahamu wa mbinguni anaweza kukuambia isipokuwa ulimwengu utubu, Tanzania itubu, Afrika itubu. Na huo ndio ujumbe wangu. Mungu akubariki sana. Amina, barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Amen.